Kimesema ni asante Bwana kwa yale yote umetutendea. Tumekuwa na wewe katika hiyo wiki imeisha Bwana. Umetembea nasi kwa mambo mengi yale tumepitia. Kuna wengine Bwana wamepitia mambo mazito na wengine hata Bwana wameraswa katika mahospitali. Tunajua Bwana unakuwa pamoja nasi na umetutembeza vizuri. Tuko hapa mbele yako asubuhi njema tukikwambia ni asante kwa yale yote Bwana umetutendea. Umetuonyesha mambo mengi na umetufundisha mambo mengi. Kama siwe Bwana hatungekuwa hapa, na ndio umetuleta katika nyumba yako ili tukusifu na tukuabudu. Tunajua Bwana kuna hata wengine wako nyumbani wakija, tunakuomba Bwana uharakishe ndio wafike, ndio tuendelee tukiwa pamoja. Tunawakumbuka Bwana wawe nasi ndio tukiendelea katika hii kanisa tuwe pamoja na hawa. Tunakumbuka Bwana wale wagonjwa, kuna wale wako mahospitali Bwana. Wengi ni wa hii kanisa na wengine si wa hii kanisa Bwana. Tunawakumbuka asubuhi njema. Kuna mama amerazwa juu ya watoto wao, wako kwa hospitali juu ya watoto. Kuna mambo mengi waliwacha kwa manyumba zao. Bwana wakati hawako kwa manyumba zao, endelea kulinda hizo manyumba, endelea kulinda hata wale watoto walibaki kwa manyumba. Na Bwana ukifanya hivyo tutakushukuru na tutainua jina lako. Mtoto yote asilale njaa juu mama yake hayuko. Kila kitu Bwana iendelee vizuri. Juu utatuma wale watu wa kuwasaidia, juu wewe unawajua. Tunakuomba Bwana endelea kuwashikilia na kuwatendea mema. Tunakumbuka mafamili zetu Bwana. Kuna mangumu yale imetokea katika mafamilia. Watoto wamegeuzwa na wazazi, wamekuwa wanateswa na wengine wanafanyiwa mambo isiyo mazuri na mambo zingine hata zinaogofesha, hata ukiona unashindwa kama watu wamegeuka kwa wanyama ama namna gani. Bwana tunakuomba hata kama mtu anapitia mazito, kuja kwake na upumzisha roho yake. Yale yote anapitia ajue Mungu ukiwa na haye hata kuwa kishindwa, asiligeuzie hasira zake kwa watoto ili Bwana akuangalie na utamtendea mema. Tunakuomba Bwana hata wazee wale wanafanyaga kazi ngumu ya kulinda maboma zao, endelea kuwashikilia wakati wanafanya kazi, endelea kuwatendea mema, hata wakiingia kwa maboma zao ziwe na amani. Tunakuomba hata ile yote watapata, wawe wavumilivu na wawe wakiongea wakiwa pamoja. Tunakumbuka hata watoto wetu wale wako secondary na wengine wako boarding, endelea kuwashikilia na kuwatendea mema. Wakati wako huko wapatie wale marafiki wazuri, wale watakuwa kitembea na hawa. Wasipate marafiki wa kwenda kuwasumbua ama kuwageuza tabia zile walikuwa nao. Hata wakirudi nyumbani watakuja wakiwa wazuri, lakini wasirudi nyumbani wakiwa mzigo kwa wazazi wao. Wazazi wengi wamesumbuka, mara wanatafuta watoto wao na watoto wengine hata wasikii. Tunakuomba Bwana endelea kuwashikilia na uwatendee mema. Tunakumbuka hata kanisa yetu ya KCC, wewe ndio ulitupa hii kanisa, ndio tuwe tunakuja kukuabudu na tuwe tukikuja kupatiwa matibabu wakati tuko na mambo ile tunatakikana kufanyiwa kwa mambo zetu. Endelea Bwana kutushikilia na kushikilia hii kanisa. Mahitaji yote hii kanisa tunaiweka kwako. Wale wanakuanga kwa hii kanisa, wapatie nguvu na wapatie hata fedha Bwana wakati wanaitishwa wao wanapata kitu ya kutoa ndio hata kanisa yetu yaendelee. Bariki hata mchungaji wakati anazunguka na kuangalia kazi vile inaendelea, endelea kuwa naye na uwe unambariki. Hata wakasema wa kanisa wakati wanahudumu hata kwa district wao wanatuweka pamoja na kanisa ikiendelea hata sisi wenyewe tutaendelea. Tunakumbuka hata serikali yetu Bwana, endelea kuishikilia na kuitendea mema. Yale yote inatendeka, wacha itendeke kwa uzuri. Watu wakienda hospitali wapate madawa. Na yale wote Bwana tunajua unaweza, jueni mweza ya yote. Tunaomba hayo tukijua tuna mengi na yote waijua, katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Bwana yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe. Tume makosa yetu kama tunasamehe wale wanatukosea, tuondolee madibuni, lakini tuondolee kwa ile mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na hata milele. Amen. Bwana asifiwe tena. Ni wakati wa presentation na we'll change the Honda today. Is for today only because of some urgencies. So we'll start with the PSMF, then we'll be followed with the church choir, Judea, then tutafungiwa leo na wanalika. So PSMF, come for presentation. Malishoni ya majani yale
njia zake kwa ajili ya jina lake nami nitaka Bwana milele, nami nitaka Bwana milele. Uniongoza kando ya maji ya utulivu siku zote, unihuisha nafsi yangu na kuniongoza njia za haki. Bwana ni mchungaji wangu, uniongoza kwa njia za haki kwa ajili ya jina lake, nami nitaka Bwana milele, nami nitaka Bwana milele. Nitapopitia bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, gongo na fimbo vyako vyafariji. Bwana ni mchungaji wangu, uniongoza kwa njia zake kwa ajili ya jina lake, nami nitaka Bwana milele, nami nitaka Bwana milele. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, wema na fadhili zitanifuata maishani mwangu siku zote. Bwana ni mchungaji wangu, uniongoza kwa njia zake kwa ajili ya jina lake, nami nitaka Bwana milele, nami nitaka Bwana milele. Bwana ni mchungaji wangu, uniongoza kwa njia zake kwa ajili ya jina lake, nami nitaka Bwana milele, nami nitaka Bwana milele, nami nitaka Bwana milele.
Nemo
Mwenyezi Mungu kwa kutupea wanalika katika nyumbani mwako. Twasema ni asante sababu ya maisha yao, hasa vile wamechagua leo kuwa katika nyumbani mwako. Kuna mambo mengi sana ambao wangechagua huko nje, lakini hawa waliona vizuri kuwa katika nyumbani mwako kuna baraka. Nasi tuomba ya kwamba ukaendelea kuwabariki, ukaendelea Mungu Baba na kukutana na mahitaji yao ambao ingine wamekuelezea kwa kukuomba, wengine wanakuelezea kupitia yale masomo wanasoma, wengine wanakuelezea katika mahali wanafanya kazi ama wanatafuta. Na kwa maana wewe ni mwaminifu, tuomba ya kwamba ukakutane na mahitaji yao. Ombi letu ni kwamba kusiwe hata mmoja atakayepotea, hasa wakati huu wako katika hii kiwango ambao Mungu Baba kuna mambo mingi sana ambao inawavuruta, hata inawafanya Mungu Baba wana make the wrong choices and the wrong decision. Our prayer is that this one they will not make the wrong decision, because you will guide their steps. Utawaongoza na utawawezesha hata kukaa na mienendo ile ambayo ni mizuri. Haijalishi ni wapi wanalelewa, lakini ombi letu ni kwamba hata ingawa mahali mazingira ambao wanalelewa inaweza kuwa haijakuwa kamilifu, lakini kupitia uwezo wako na kupitia Roho wako Mtakatifu utawawezesha waweze kusimama vizuri kwa utukufu na sifa la jina lako. Wabariki na uwalinde kutokana na maovu yote mabaya. Ombi letu ni kwamba kusiwe hata mmoja wao atakayepotea, lakini hawa wadumu katika nyumbani mwako miaka yao yote ya maisha. Mfalme mwema, tuomba ya kwamba hawa watakuwa wanakutukuza, na kupitia hawa kanisa litasimama, kupitia hawa familia zitasimama, na hata kupitia hawa nchi itaweza kusimama. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Tatoka kitabu cha Mwanzo 25 kuanzia mstari wa 19 hadi 34. Genesis chapter 25 from 19 to 34. Atakaye wasomea ni Phyllis. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kama mko hapo tutaenda pamoja. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtwaa Rebeka binti Bethueli Mshami Wapan Aramu ndugu wa Rambani Mshami kuwa mkewe. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. 24. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu, mwili wake kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. 26. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakua. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. 29. Yakobo akapika
chakula cha ndengu. Yakobo akapika chakula cha ndengu. Esau akanja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hivyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. 32. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia. Akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. 34. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha ndengu, naye akala, akanywa, kisha akaondoka, akaenda zake. Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Neno linaendelea. Letu la pili litatoka katika kitabu la Ufunuo 22 mstari wa 10 hadi 12. Ufunuo Revelation 22:10-12. Na kama tuko pamoja tutasoma. Akamwambia, usitie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. 11. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mwenye mtakatifu azidi kutakaswa. 12. Na la mwisho, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kwa kazi yake ilivyo. Aliyekuwa akiwasomea ni Elizabeth Wanjiko. Hata tunapokushukuru kwa neema yako, tuomba ya kwamba ukatunenee kupitia neno lako. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tuweze kuketi. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Habari zenu? Abia mwenzako amezalibiwa na Reverend Waroe. Yes, majina yangu ni Joseph Waroe, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nimeshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa kuniwezesha kurudi hapa mara ingine, sio kawaida, lakini Mungu amekuwa pamoja nami, pamoja na familia yangu, na katika maisha yangu nami nimeamua kukaa ndani yake. Mimi nimetoka hapa Umoja Parish, hiyo ndio ile parokia ambayo nakuanga attached to by the presbytery. Na siku ya leo kupitia mchungaji wenu Reverend Jason nikaambiwa kwamba nikuje niweze kunena nanyi, Mungu aweze kunitumia kama shombo, na ninasema ni asanti. Wakati nilipokuwa natayarisha somo ya siku ya leo, nilikuwa natayarisha na Kiingereza, na hakuna kitu kigumu sana kama kutayarisha sermon in English and then you interpret in Kiswahili. Si ni kweli? Ni gumu zaidi. And it is good I confess. I have prepared the sermon in English. Nimetayarisha na Kiingereza. Na sasa najipata ya kwamba ninaambiwa kwamba ni kipindi ya Kiswahili, na mnajua Kiswahili ni kigumu zaidi. Idetiguo. Nitaongea hiyo Kiswahili, lakini naomba ya kwamba mnielewe hata kama taongea ile ya mama kaya hii. Tafadhali, kwa maana mimi usually say nasemanga kwamba vile nimetoka Nyeri, Bwana Mwangi, mahali tumezaliwa sijui tutahama hapo. I can see my cousin here and I'm proud of him. Simama Bwana Francis. Huyu ni my cousin. Hebu salimia kanisa. Huyu ni wetu. Hebu appreciate him with a clap. Sana hasa sisi wale ambao tulizaliwa Nyeri, watu wa Kiambu they are more better. Wao wakiongea Kiswahili yao inakuwa better. Watu wa Murang'a wakiongea Kiswahili yao iko mzuri. Lakini sisi wa Nyeri na hasa wale wa Mathira, sisi Mungu atuhurumie. Sijui kama ni maji ya kwetu tulikunywa ikatuharibu. So tunaongea Kiswahili kingine ile ya mama kaya hii kabisa. Kwa hivyo naomba ya kwamba muniwie radhi. Si ni kweli? Mimi nakuanga in fact inakuanga gumu zaidi kutayarisha. Beta hata niambiwe ni hubiri Kizungu na Kikuyu.
hiyo niko sawa, niko nitaflow, lakini Kiswahili ni gumu zaidi. Na hiyo ni kitu nimenotice. In Umoja we usually have 3 services. Tunakuwa na service 3. Na service ya kwanza inakuwa ya Kiswahili ambayo inaanzaga saa 1 mpaka saa 2:30. Na si watu wengi sana hata hupenda. Watu wanapenda kuhudhuria lakini hawapendi kuhubiri Kiswahili. Hiyo ni kitu nimegundua. I have done my own research. Kwa sababu ni ngumu zaidi, lakini Mungu ni mwema. Ile theme ambayo tumepewa, kwa hivyo nitakapokuwa nikichanganya maneno ya Kiingereza, tafadhali naomba tuelewane, mtu aseme ya kwamba unatumia maneno magumu. Tumepewa theme ambayo inasema grace of giving, ama neema ya kupeana. Hivi tuko? Neema ya kupeana. Kwa maana grace ni neema. Unaona sasa vile najaribu kutafsiri. Neema ya kupeana. Bwana asifiwe. Pia mwenzako ni neema ya kupeana. Unajua tunapoongea mambo ya neema ya kupeana watu wanafikiria mambo ya mali. Si ni kweli? Kupeana si ni kupeana mali. Na hasa tunapoileta katika kanisa watu wanafikiria tumeletewa neema hii ya kupeana ndio tupeane tu mali kwa kanisa. Hiyo inakuwaga given. Na ama hiyo kupeana, tunapoongea mambo ya kupeana neema, sio lazima ikuwe ni kupeana mali, lakini ni ile hali ya kujitoa, yani you go to an extent of doing what you are not supposed to do. Unafanya zaidi ya ile kiwango unafaa kufanya. Bwana asifiwe. Ile kujitoa mpaka, yani unaona huyu amegharamika. Na hata wakati Yesu alipokuwa anafundisha mambo ya kupeana katika nyumbani mwa Bwana, alipeana mambo ya yule mwanamke ambaye alitoa kidogo zaidi ikionekana na macho ya binadamu. Lakini Yesu alisema kwamba huyu ndiye amepeana nyingi. Kwa maana alikuwa amepeana kutoka kilindini cha moyo wake. He gave from the deep of her heart. Yeye alikuwa amejitoa yeye mwenyewe. Na hii sasa ndio neema ile ambayo tunafaa kuwa naye. Bwana asifiwe. Neema ya kupatiana ama neema ya kupeana, kujitolea kabisa. Si umesikia kwamba tumeambiwa kutakuwa na harusi? Na mkaambiwa kwamba Saturday mkuje. Kama bibi harusi na bwana harusi wamejipeana, sasa nanyi mnafaa kujipeana zaidi, kusimama na wao, si ni kweli? Hasa hiyo siku. Lakini kuna wana anapeananga tu kupatiana mali, lakini anapofika hiyo siku wanaenda shughuli zingine. Na mimi naona katika harusi bibi anajipeana yeye mwenyewe, anajitoa kwa bwanake. Si ni kweli? Naye bwana anafaa kujitoa. Anafaa, sisemi ya kwamba anapeananga, inakuwaga gumu sana kwa wanaume. Hivi tiko. Si unaona wanaume wako hapa wananielewa what I mean. Nasema ya kwamba neema ya kupatiana ni ile unafanya zaidi. Na mahali ambapo tumesoma, na wakati tulipokuwa tunafanya first service, my friend Elder aliniambia kwamba tunajuanga the other way round. Lakini Roho wa Mungu alikuwa ananifundisha ya kwamba huyu jamaa ambaye anaitwa Esau, ambaye tunajuanga kwamba yeye alipatiana his birthright, aliweza kupatiana, tuna interpret wakati mwingine ni vibaya. Si ni kweli? Na tunaonanga kwamba ni kama alifanya makosa. Lakini neno la Mungu, hakuna neno lolote ambalo limeandikwa hapa kutoka Genesis mpaka Revelation ambayo haina maana yake. Bwana asifiwe. Na hebu nikwambie neno la Mungu linakuaga upya kila wakati. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni mzuri kukaa Mungu anene na wewe, ama Mungu akunenee. Kwa maana neno lile linaweza kuwa linamaanisha vile umezoea. Lakini siku ya leo Mwenyezi Mungu anataka kutufundisha mambo ya kujipatiana wenyewe. Kwa maana huyu Esau ambaye walizaliwa wakiwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jacob, historia yao inakuanga gumu zaidi. Kwa maana hawa watoto wao ni uzao wa Ibrahimu. Na tunajua kwamba Ibrahimu alikuwa amekaa katika nchi yao, akaambiwa na Mungu aweze kutoka mahali alikuwa aende mpaka nchi ya ahadi, ambapo alikuwa ameambiwa kwamba hajui ni wapi anaenda. Na Mungu akamwambia kwamba atambariki. Praise the name of the Lord. Mungu akamwambia kwamba yeye aondoke. Na alipoondoka, Biblia inasema kwamba ilifika kiwango akapewa ule kijana ambaye tunajua hiyo hadithi vizuri zaidi. We know the story very well. Ambao ilifika mahali akaweza kubarikiwa na huyu kijana anaitwa Isaka. Lakini mahali tumesoma katika Mwanzo 25. Wakati ilipofika muda ama wakati wa Abrahamu kukufa, akamwashia Isaka kila kitu ambaye alikuwa naye. Kwa kizungu inasema ya kwamba
He left everything that he had. Ili chochote alikuwa nacho akaweza kumpatia na mpaka ahadi. Bwana asifiwe. Including the promises. Ebu underline the word promises. Hata ya maagano, yale mambo ambayo alikuwa ameambiwa na Mungu. Kwa hivyo wakati huu ya Abrahamu akipatia Isaka, alimpatia ng'ombe na mali na kila kitu ambayo alikuwa nacho. The material thing that he had. Hizo vitu zozote alikuwa nazo. Na mpaka akamwambia hata yale maagano ambayo tuliagana na Mungu ya kwamba atanipea, bado kijana yangu nakupatia. Bwana asifiwe. Hii Isaka alikuwa amebarikiwa. Sijaiona mzazi kama huyu. I wish tunaweza kuwa na wazazi kama hao ambao anakupatia na anakupatia mpaka ahadi. Lakini wa siku hizi ni very hard. Wanakupea condition. Kama vile Isaac yeye alikuja kupeana condition. Isaac ndiposa aweze kubariki hawa watoto wake, yeye alipeana condition. Lakini yeye hakuwa amepewa na baba yake Ibrahim. Kwa maana yeye aliambia kijana wake anaitwa Esau ya kwamba enda huko kwa kishaka ukaenda ukanitafutie kitu ya kukula. Ndiposa kwa maana najisikia kwamba niko karibu kukufa na nataka kukubariki, lakini enda kwanza ukanitafutie kitu ya kukula. Kwa hivyo alipeana condition. Lakini yeye Isaac hakuwa amepewa condition na baba yake. Baba yake alikuwa amempatia kila kitu. Hiyo ni ya siku nyingine. Lakini sasa mahali ambapo nataka tukatilie mkazo ni mahali ambapo wakati huyu Isaac alifika, alioa akiwa na miaka 40 na akaweza kukaa miaka 20 bila mtoto, ambao haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. Alioa akiwa na miaka 40. Alikuwa na 40 years. Si alikuwa amezeeka zaidi? Kijana wa miaka 40 saa hii akikuwa katika kanisa ya KCC. Si wana PSMF, chairman wa PSMF atafanya mkutano na yeye. Na secretary watakuwa wanaulizana lazima kukue na kashida na huyu kijana. There must be a problem. Kama amefikisha 40 years na hana bibi, si ni kweli? Na ninaamini ya kwamba kwetu ushago watu walikuwa wanatafutiwa bibi. My cousin kanipea me witness. Kuna watu kwa kijiji walitafutiwa bibi. Anaweza kuambia mtu fulani alitafutia. Kwa hivyo naamini ya kwamba Isaka angekuwa wa kwetu ushago angetafutiwa bibi. Si ni kweli? Lakini tunaambiwa kwamba ilifika kiwango akapatiwa bibi kulingana na maagano ya baba yake, kwa maana the servant ama ule mfanyikazi alikuwa ameambiwa vile atamuendea kwa bibi yake Rebeka, na akamuendea. Lakini alipomuoa, mahali ambapo nataka tutilie mkazo ni kwamba walikaa miaka 20 bila kupata mtoto. Si mambo yao ni magumu zaidi. 20 years. Kwa maana alioa akiwa na 40, lakini akiwa na 60 akarealize ama akaona bado hajapata mtoto. Miaka 20. Wewe unadhani hiyo kijiji watu walikuwa wanaongea mambo ya kina nani? Isaka na Rebeka. Si ni kweli? Kanisa lao lilikuwa inaongea nani? Isaka na Rebeka. Katika kijiji, kazini, wakiondoka mpaka watoto walikuwa wanaongea hawa hawanaga mtoto. Walikuwa wanaongelewa mpaka na watoto. Miaka 20 haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. Miaka 20 na Ninyi mnaona ni kama ni kitu kidogo. By the way, kuna my friend mwingine alikuwa ananiambia yeye alikaa miaka 27. 27 years. Na mimi namjua vizuri. Miaka 27. Na saa hii ako na mtoto. Hapa haijakuwa rahisi. 27. Kwa hivyo mimi naona Isaac huyu alikuwa jamaa wa kipekee. Hata sidhani, naomba Mungu akaomba akatuweze kutupea na roho ya aina hiyo. Ile ambayo ya kuvumilia. Hii neema ambayo haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. Si nimekuja kuongea mambo ya neema. Ile neema alikaa miaka 20. Haikuwa rahisi. Alikuwa na neema ingine ambayo kila mtu alikuwa anaongea kuhusu yeye. Na yeye hakuwa anaona haya. Kama ingekuwa ni wa leo, hata kama ingekuwa ni ule bibi wangu Grace, angekuwa ameshaondoka kwangu. Si ni kweli? Wamama, Bwana asifiwe. Uvumilia, nani amevumilia hii kanisa sijui, unajua mimi sijui members wa huku. Nani yeye amekaa kwake miaka 20? Wachache sana. Hakuna atatoroka. Hakuna neema atasema kwamba hebu nikajaribu kwingine. Bwana asifiwe. Let me go and try my luck outside. Nijaribu. Lakini huyu jamaa alikuwa na neema nyingine. Na siku ya leo nimekuja kuongea kuhusu neema. Na hasa neema ya kupeana. Ya kwamba wana KCC lazima tukue na hii neema
ambao sio rahisi. Bwana asifiwe. Neema ambao ya kukaa miaka 20, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Bwana asifiwe. Miaka 20. Lakini Mungu ni mwema. Ni kama alijua mimi sina hiyo neema. Mimi alinibariki immediately. Ni kama nilienda honeymoon nikarudi na mtoto. Sijaiona, kwa maana Mungu anajua sina hii neema. Hata kama unasikia anaiongea Mungu anisaidie, singekuwa naye. Wangu ningekuwa nimeshafukuza. I hope hata aenda kuwatch online. Bwana asifiwe. Miaka 20. Okay, mimi naweza kuwa na hiyo neema, ama bwana yako anaweza kuwa na neema, na mama yako, mother in law. Good. Hapo ndio mother in law, sisters in law, brother in law. Na kijiji je? Bwana asifiwe. Kwa hivyo bwanako anaweza kuwa na neema, lakini mahali unakaa ndio shida. Mother in law kwanza anasema vizuri, fukuza huyu. Na wakati huo anatetea kijana yake ni mzuri zaidi, na labda yeye ndiye shida. Bwana asifiwe. Wamama huye. Bwana asifiwe. Wewe unafukuza msichana na labda kijana yako ndio shida. Mungu akatusaidie. Unajua neno la Mungu linakuwa a double edged sword. Linakata across. Wewe unaweza fikiria kwamba kijana wako ndiye mbaya, ama msichana ndiye mbaya afukuzwe, kijana ndiye ako na shida. Lakini huyu Isaac alikuwa na neema, alikaa miaka 20. Na hakuenda kwa muganga, hakuenda kwa watu wa kwao. Bwana asifiwe. Hakuenda nyumba za maombi, praise the Lord. Hakuenda katika mahali ambapo atapewa maji. Hakuna mahali alienda kaombewa. Hakuna mahali kwingine ati alitoka nje. Praise the Lord. Wanaume tunaelewana? Hakutoka nje, kwa maana neno la Mungu linasemaje? Mungu ndiye alikuwa amefunga tumbo lake. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunakuwa na neema, ni mzuri kujiuliza, is it the will of God? Ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Uuliza mwenzako, ni mzuri kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu, the will of God. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni gani? Kwa maana Isaac, nadhani ya kwamba huyu jamaa hakuogopeshwa na mother in law, hakuogopeshwa na watu wao. Yeye alisema ya kwamba neema ya Mungu inanitosha. Praise the name of the Lord. Wakati neema ya Mungu inakutosha, dada yangu, ndugu yangu, unaishi maisha mazuri. Praise the name of the Lord. Unakaa maisha ingine ambayo mtu hawezi elewa kwa maana sababu ya neema. Praise the name of the Lord. Mtu anakuuliza ya kwamba wewe unaenda kanisa wapi? Unasema KCC. By the way, on Sunday kuna jamaa nilikuwa naelezea hapa mahali nitakuja. Aliniambia anakaa Umoja 3. Unfortunately hajakanyanga hapa man. Nitamuuliza Tuesday what happened. Tulikuwa tumeagree ya kwamba nilikuwa namuelezea kanisa mahali iko. Akaniambia, mchungaji, mimi najua pale KCC ya maziwa, lakini hapo sijaiona kanisa ya PCA. Na ananiambia kwamba amekaa Umoja 3 miaka mingi zaidi. Namwambia pale kwa barabara. Anasema hakuna kanisa kama hiyo, hajawahi sikia. Sijui ni kwa nini. Nikajaribu kumwambia ukienda pale kwa barabara kuna kibao kubwa sana. Na ninamuelezea ukiingia tu hivi utapata mahali kuna ukuta live fence. Na utapata hapo kanisa. Ananiambia imagine amepita hapo na hajaiona hii kanisa. Mungu akatusaidie. Mimi nakuja kuwaombea neema ya kujenga kanisa mzuri. Praise the name of the Lord. Kanisa ambayo itakuwa inajulikana zaidi kwa hiyo neema. Bwana asifiwe. Mungu akawape mali na fedha, kwa maana I believe one day mtakuja kujenga sanctuary hapa. Neema ambao mtu akiwa kwa barabara hakuna kuelezea. Ukisimama Caltex unaona kibao na mwangaza ambao inamulika. Haleluya. Unajua mimi ni mnabii. Usiku ile itajengwa ndio mtaamini mimi ni mnabii. Sasa hii hamwezi amini. Huyu jamaa alikuwa na neema ya kukaa miaka 20, na wakati alipoombea bibi yake, Biblia inasema ya kwamba aliweza kupewa mapacha. Ambia mwenzako mapacha. Praise the name of the Lord. Wakati neema ya Mungu inakutosha, unafanya mambo zaidi ya vile ulikuwa umepanga. Praise the name of the Lord. Kwa maana neema nayo inafanya mambo zaidi. Neema inakuwezesha kufanya zaidi hata ya vile ulikuwa umepanga. Wakati alipoombea mkewe, hata kama walikaa miaka 20, Biblia inasema ya kwamba wakiwa na 60 years alibarikiwa na vijana wangapi? Praise the name of the Lord. Naomba ya kwamba neema hiyo ikawatoshe kila mmoja wenu. Ya kwamba labda kuna mambo mingi sana tumegojea katika maisha.
labda kuna mambo mingi sana ambao tunatarajia hata kama itakaa miaka mingapi ikawe double. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu akaweza kutupea hii neema hasa ya kumtumikia, kwa maana tunaposema mambo ya kupeana ni kutumika sisi. Praise the name of the Lord. Sisi wenyewe tukatumike. Kwa hivyo inaweza kuwa miaka 20 labda iko ahead of you, ama inaweza kuwa nyuma yako. Praise the name of the Lord. Naomba ya kwamba siku ya leo kuwe kuna mmoja amemaliza miaka 20. Na yule ambaye anaanza leo, kwa maana katika kanisa ukiona neno kama hili, labda kuna mtu ya anaanza miaka 20 kutoka siku ya leo. Praise the name of the Lord. Na miaka 20 si lazima ikuwe miaka 20, kwa maana vile Mungu anahesabu hatujui ni aje. Dunia ilijengwa na siku 6 na ikawa complete, na Mungu akaona ya kwamba imetosha. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo inaweza kuwa nikisema miaka 20, inaweza kuwa ni masaa 20, inaweza kuwa ni dakika 20, inaweza kuwa ni siku 20, hatujui ni nini. Praise the name of the Lord. Kama kanisa sisi tunashukuru sababu ya miaka 25 ambao Mungu ametufikisha hapa kwa neema yake. Naomba kwamba ile ambao baraka tunapata sababu ya kusherehekea miaka 20, wengine wetu tukamalize miaka 20 yetu ambao tumekuwa katika mateso. Bwana asifiwe. Kama vile Isaac aliweza kuombea mkewe akabarikiwa na double, na sisi Mungu akatubariki na mambo double. Tumelia kwa muda mrefu, lakini kupitia neno la siku la leo ningeomba ya kwamba hiyo neno hata tunaposherehekea miaka 25 ikawa 20 kwetu ya baraka. Bwana asifiwe. Lakini tunaambiwa kwamba Isaac alijitoa yeye mwenyewe akaomba. Kwa hivyo dada yangu na ndugu yangu, lazima ujitoe. Praise the name of the Lord. Lazima wewe mwenyewe ukuwe umejipeana. Lazima wewe mwenyewe ujitahidi. Lazima wewe mwenyewe ukuwe wa kuomba zaidi. Bwana asifiwe. Na hata kutoa mali yako. Kuna baraka zingine ambazo hutazipokea tu bure bure. Praise the name of the Lord. Kuna vitu zingine inafaa ugaramike. Ambia mwenzako kugaramika. Bwana asifiwe. Kwa maana Isaac si aligaramika. Miaka 20 kuvumilia, aligaramika. Praise the name of the Lord. It was not easy. Ni ile anajitolea yeye mwenyewe. Anajitolea kuile kuumizwa, kunenwa. Imagine. Mimi na imagine ile mambo alikuwa anayapitia ambao haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. It was a real sacrifice. Ambia mwenzako sacrifice. Giving sometimes is a sacrifice. Praise the name of the Lord. Ile kujitoa wewe mwenyewe. Unatoa na unajua kwamba hauna. Praise the name of the Lord. Unakakamua unasema ya kwamba mimi nataka Mungu akanitendea hili jambo. Nami mwenyewe nataka kujitoa. Nataka kutoa maisha yangu. Nataka kutoa, sitakaa kama wale wengine. Yes, najua ya kwamba wengine wanayafanya hivi na wanasaidika. Lakini mimi mwenyewe nimeamua kukaa hivi. Sio rahisi. Praise the name of the Lord. Na hasa hii mambo ya Ukristo na hasa maisha yale tunaishi wakati huu. Tunaishi wakati ambao ni mgumu zaidi. Praise the name of the Lord. Siku hizi hata kupata promotion kazini lazima utoe pesa. Kama hutatoa pesa lazima ufanye jambo lingine ambalo sio mzuri. Na usipotoa unaambiwa kwamba utaremain mahali umekuwa. Wengine hata kufanya kazi mahali fulani lazima utoe. Na Mungu akatusaidie. Kwa maana inakuanga ni ile unaona mambo mengine unasikia inafanyika. Sitaki kusema mambo ya dunia. Hata nataka kusema mambo mengine inafanyika katika dunia. Hata kanisa ndio kazi fulani watu wengine wapewe, inakuwa ni gumu zaidi. Mungu akatusaidie. When I say that, elders understand better what I mean. Mungu akatusaidie. Unasikia ile mambo mtu amefanya unauliza ni kanisani inafanyika? Ama unasikia mambo zingine zinaendelea kwa kanisa kweli? Unauliza hata beta dunia. Bwana asifiwe. Na unaambiwa kwamba usipopitia njia fulani wewe nao utaishi pale milele na milele. Beta nikae pale milele na milele na nikae na Yesu. Praise the name of the Lord. Isaac alivumilia miaka 20 ambao haikuwa rahisi, lakini wakati Mungu alipomjia alimletea double, alimletea twins, alimletea mapasha, ikawe baraka katika maisha yetu. Mungu akatuletea mapasha katika maisha yetu. Unavumilia kwa single room, unakaa kwa double room ambao umekoboa miaka 10, unakaa pale na watoto, mtu anakuuliza umelelea watoto katika hii nyumba ya kukoboa? Si unajua vile inakuwaga gumu. And so hurting. Mtu anakuuliza na wasichana hao umewalelea katika hii nyumba ya kukoboa? Kwa maana already wamefika teenagers. Bwana asifiwe. Mtu anakuangalia hivi ama anakuambia umefanya kazi miaka 25 ama umekaa Nairobi miaka yote na hujai nunua plot. Bwana asifiwe.
anakuwa umekuwa hii KCC miaka yote, na hizi ploti za KCC zilikuwa zinauzwa hapa 100 siku juzi. Kwani ulikuwa wapi? Haikuagi rahisi. Bwana asifiwe. Hiyo miaka yote kwani umekuwa wapi? Hivyo ndivyo Isaac alifanya. Unapitia mambo mengine katika familia, unaulizwa vizuri, umevumilia katika hii doa. Bibi anatoroka na unaambiwa bado unataka kwenda kumtafuta akuwe bibi yako, ama bado unaishi, yani unapitia mambo magumu. Bwana asifiwe. Lakini unavumilia. Ambia mwenzako lazima tuvumilie. Kwa maana tunapovumilia kuna baraka. Praise the name of the Lord. Inakuja adabu. Na alipopewa, ninafurahishwa ninapomalizia hii hadithi. Kuna mahali ilifika Jacob ambaye alikuwa wa pili akaweza kurithi ambao haikuwa yake. Yeye ambaye alikuja akiwa wa pili na yeye hakuwa firstborn, akaweza kupata ile urithi. Hata kama alitumia njia ambayo sio mzuri, na kizungu tunasema dubious way, ambaye hakutumia njia ambayo ilikuwa inafaa, lakini ni maandiko ya Mungu ilikuwa imeandikwa hivyo. Jacob was second born, but at last yeye ndiye alikuja kupata birthright. Praise the name of the Lord. Na hii bado inaonekana kwamba kuna gharama alitumia. Kuna mahali tunaambiwa kwamba aliambia ndugu yake Esau, alimwambia kuna haja gani mimi niendelee na kuishi alafu mimi nikufe, ya kwamba kwa maana mimi ndio firstborn. Mimi ati ndio mimi ndio akifungua mimba, ndivyo anaita kwa Kiswahili. Ama ni firstborn. So we understand in Kiswahili. Firstborn anaitwa aje na Kiswahili? Kifungua mimba. Nakwambia kuinterpret inakuwa ngumu, mpaka naona kama naongea vibaya. Imagine huyu firstborn, alafu inafika mahali anamwambia hakuna haja mimi niendelee na kuishi, kuliko beta nikupatie unisaidie. Kwa hivyo naona kwamba Esau alisema kuishi hakuna haja, mimi nikufe kwa maana unataka kuninyima chakula. Chukua hiyo, nimekupea birthright. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Mungu akatusaidie tukaweza kusimama na kilicho chetu. Praise the name of the Lord. Tujue ya kwamba sisi ni akina nani. Huyu Esau hakujijua yeye ni nani, hakujua kwamba nini alikuwa amepewa, lakini aliashiria. Naomba ya kwamba tusiashirie baraka zetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tumevumilia ya kutosha, neema ikaendelea kuzidi katika maisha yetu. Tuvumilie, tusikuje kupatiana. Kwa maana kama Esau alipatiana tu bure, alifikiria anapatiana rahisi, lakini kile alikuwa anapatiana ni kitu ya dhamana. Bwana asifiwe. Neema ambayo Mungu ametupea sio rahisi. Wokovu ile ambayo Mungu ametupea siku ya leo sio kitu rahisi. Ililipwa pale na damu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yesu alijitoa yeye mwenyewe. Mama, unaposema ya kwamba umeokoka, mama, unapokiri ya kwamba wewe Yesu ni mwokozi wa maisha yako, sio kitu rahisi. Ni lazima uvumilie katika shida zingine. Bwana asifiwe. Unavumilia gumu, unavumilia mzee, unavumilia watoto, unavumilia mateso, kwa maana unajua nini unataka. Esau yeye hakujielewa yeye alikuwa nani, lakini vile alifanya, aliturn the other way around. Alisema beta mimi niende na kuishi, akapatiana urithi wake, akapatia yule ambaye hakuwa anafaa kupatiwa. Bwana asifiwe. Ningeomba kwamba sisi Mungu akatusaidie tusikuje kupatiana kile ambao tumevumilia, kile ambao kimesemwa ni chetu. Whatever is meant for us, that's the right in English. Whatever that is meant for you, kile kilicho chako, kile ambao inafaa kuwa yako, neema ambao unafaa kuitumia vizuri, ukaitumia vibaya kwa kukataa hata kutoa. Mungu akatusaidie. Kwa maana unafikiria kwamba ile uko nao ni wewe umejipea. Unaanza kuhesabu shida zako, unasema hapana, nikiangalia zile shida zangu na kwa kanisa natakikana hii, beta hata nikose kutoa. Shida zangu ni kwanza nishughulikie hizi. Esau alishughulikia zake kwanza. Mungu akatusaidie. Akasema hapana, nipatie. Hata kama iko aje, unaambiwa kwamba hii ni kazi, lakini unafaa kuwekelea pesa fulani hapa, ndiposa ukaweza kupewa promotion ama upewe kazi ambao haikuangi rahisi. Unaambiwa fanya hivi, ukifanya hii kitu utapata hivi. Na wakati mwingine we compromise. May God help us not to compromise. Bwana asifiwe. Katika somo la pili mahali ambapo tumesoma, neno la Mungu linatuambia kwamba wale ambao wanajua kutenda mema waendelee kutenda mema. Praise the name of the Lord. Abia mwenzako tenda mema, uende zako.
Bwana asifiwe. Wewe unajua kutenda mama, endelea na kutenda kwa maana kuna mmoja ambaye anakuja na zawadi. Kuna mmoja ambaye anakuja na reward. Atakuja kukupatia sababu ya kugojea, sababu ya kuvumilia, sababu ya kukaa ukigojea. Anakuja na zawadi. Praise the name of the Lord. Kwa kizungu inasema that our Lord is coming with a reward. Tell your neighbor he is coming with a reward. Bwana asifiwe. Yeye anakuja na zawadi. Na ni ombi langu ya kwamba ikakuwa ya kwamba miaka 20 yako ikakuwa imefika, akaweza kukutimizia kama vile alimtimizia Isaac. Praise the name of the Lord. Kwa maana yeye mwenyewe ndiye anakuja na reward. Yeye ndiye anakuja na zawadi. Anakuja kuzawadisha wale ambao wamekaa katika hii neema, wale ambao wanafuata neno lake, wale ambao wanakaa kulingana na maagizo yake. Bwana asifiwe. Ningeomba ya kwamba hiyo neema ikawe juu yetu, na hasa ikatusaidie hata kama tunapitia mambo gani, hata kama tunaishi wakati mgani, tukaweza kukua na hiyo neema. Bwana asifiwe. Lakini kitu kimoja ninajua, kuna mmoja anakuja. Na huyo anakuja sio waroe, ule anakuja sio elder, ule anakuja sio baba yako, sio mama yako, lakini ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Yeye ambaye anakuangalia hivi, anakuelewa vizuri, yeye ndiye anakuja kukuzawadi. Praise the name of the Lord. Na kuhimiza ndugu yangu na dada yangu ya kwamba tukakae kama mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na hii neema ikatutosha ya kuvumilia. Tukavumilie kama vile Isaac aliweza kuvumilia wakiwa na mkewe, lakini later on wakaweza kubarikiwa. Bwana asifiwe. Wana KCC, ombi langu ni kwamba mkaendelea kuvumilia na kumgojea huyu Mungu, naye akawatendea zaidi. Praise the name of the Lord. Hii neema ikawe juu yenu, hasa ya kumtumikia. Hasa wakati tunaposherehekea miaka 25, kuna neema ambayo mmekuwa naye. Haijakuwa rahisi miaka 25 kama kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naamini ya kwamba hata wakati kama huu kuna kitu kinafanyika katika nchi ya kiroho. Bwana asifiwe. Inapofanyika katika nchi ya kiroho, ningeomba ya kwamba in the physical realm ikafanyike katika maisha yenu. Bwana asifiwe. Yes, hapa najua kuna wale wamekuwa hapa for 25 years. Kuna wale walianza KCC huko Kariobangi. That was 2000. Si ni kweli? Ilifanywa parokia. Bwana asifiwe. Kuna wale wamekuwa pale. Mungu naomba ya kwamba hiyo neema ambao amewaweka naye, zile baraka ambazo Mungu anapatiana, mkaweza kuzipokea. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuweze kusimama tuombe. Na tuombe. Tuwasema ni asanti Baba wetu wa mbinguni, sababu ya kutukumbusha mambo ya neema, hasa neema ya kupeana. Wewe mwenyewe ndiye kielelezo, kwa maana ulijitoa pale msalabani, ukasulubiwa na ukateswa na hata ukauawa sababu ya maisha yetu. Ukatoa mwana wako wa pekee, Bwana wetu, tuweze kuokolewa. Tuomba ya kwamba hiyo neema ikawe juu ya maisha yetu, kawe juu ya familia zetu, kawe nazi wakati tunapofanya biashara na kazini. Maisha yale yote ambayo tunaishi, hasa wakati huu ambao tunaishi maisha iko magumu zaidi. Tuomba ya kwamba hiyo neema ikatutoshe. Wewe Mwenyezi Mungu na mwenye baraka, uliweza kumbariki Isaka na mapasha. Nasi Mungu Baba ukafanye mambo yetu ambayo imefungana ikaweza kufunguka. Mahali ambapo tumefika mwisho ikakuwe na mwanzo mpya. Na kama ile mambo ilifanyika ikawa hata ambao tunasoma siku ya leo yetu, nawe Mungu Baba tukaiandike katika roho zetu, na hata Mungu Baba tukashuhudie kwa yale yote utakaotenda. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tumpigie Bwana Yesu makofi tunapoketi, tuweze kuketi.